رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران، رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران. والسلام على سيد الأنبياء المختار وعلى آله أولي الأقدار والأقدار وعلى أصحابه أقطاب الأقطار وبعد. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu mwalimu wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Mtume ambaye, ndugu zangu Waislamu, man qadana min al-kufri wa hadana ila al-khair. Na vile vile ndugu zangu Waislamu, hatuna budi ya kupiga shukrani za dhati kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwamba ametuwezesha kuswali swala ya alasiri nyuma ya imamu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hatuna budi ya kusema alhamdulillah. Ibadallah, enyi waja Mwenyezi Mungu, usikum wa nafsi bitaqwallah, na useni nyinyi na vile vile kuhusia nafsi yangu kwa jambo kubwa la kumcha Allah azza wa jalla. Kumcha Allah, ndugu zangu Waislamu, hiya imtithalu awamirillahi azza wa jalla, ni kufuata maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala, yale ambayo ameamrisha, kasalati wa zakati wa sawm, kama kufunga na kama kuswali na kutoa zaka, wajtinabu nawadhihi, na kujiepusha na makatazo yake, sirran wa alaniya, siri na dhahiri. Vile vile kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu Waislamu, ni kujiepusha na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza, kazina wal ghiba wan namima, siri na dhahiri, nje na kwa undani, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ittaqillaha haythu ma kunta, muogope Mwenyezi Mungu popote wao, hata kama unatembea ni lazima umche Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu, najueni, anna Allah, kwamba Mwenyezi Mungu, ma'al ladina, yuko pamoja na wale ambao ittaqau, wanamcha Mwenyezi Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wale ambao wanafuata maamrisho yake na kujiepusha na makatazo yake. Walladhina, na wale ambao hum wao muhsinun, ni wenye kutenda wema. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wale ambao wanatenda wema. Kumtendea wema, ndugu zangu Waislamu, ni kama kumfanya wema Muislamu, kumtendea wema mnyama. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na mja kama yule. Ndugu zangu Waislamu, kama kawaida yetu, tukimaliza swala tunakumbushana mawili matatu yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuelezea katika kitabu chake tukufu na yale ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametuletea. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, anasema Mwenyezi Mungu tabaraka wa ta'ala, wallahu ambatakum min al-ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema wallahu ambatakum, na Mwenyezi Mungu ndiye aliyewaotesheni nyinyi, min al-ardi, kutoka na ardhi, nabata, kuotesha, thumma yu'idukum, kisha atawarusheni nyinyi, fiha, katika hiyo ardhi, wa yukhrijukum, na atawatoeni nyinyi, ikhraja, hali ya kuwatoa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatupatia habari kwamba yeye ndiye ambaye aliyetuotesha sisi katika ardhi kama hii. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuleta katika ardhi kama hii
na vile vile anasema thumma yu'idukum fiha, kisha atawarusheni nyinyi katika hiyo ardhi. Kuturejesha sisi ndugu zangu Islam ni pale wakati wa kufa unapelekwa kaburini. Wa yukhrijukum, na atawatoa nyinyi ikhrajan, hali ya kuwatoa baada ya kufa kupelekwa kaburini. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala atatutoa katika ardhi, atatutoa nje. Kwa hiyo ndugu zangu Islam, hii ni taarifa ya Allah subhanahu wa ta'ala, anatufahamisha hatani al-ayatani, hizi aya mbili tadullata, zinafahamisha au zenye kujulisha anna ajsama bani adama, kwamba vilivili vya mwanadamu, bali wachilia mbali mwanadamu, wasairi hayawanati, na wanyama wote waliobaki. Hizi aya mbili ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajulisha kwamba vilivili vya mwanadamu na wachilia mbali wanadamu, wanyama wote walio katika ardhi kama hii pia wanatahadharishwa. Kanabati al-ardhi, kama mmea wa ardhi. Viumbe kama hivi ndugu zangu Waislamu ni kama mmea ulioota katika ardhi kama hii. Tanqalibu, unaogeuka, min hali, kutoka hali, ila hali, kwenda kwenye hali nyingine. Mmea kama huu ndugu zangu Waislamu ni wenye kugeuka kutoka kwenye hali kwenda kwenye hali nyingine. Likuwa ni mdogo, ukaenda mpaka ukakua, ukaanza kutoa mazao. Thumma tajifa, kisha ukakauka. Wataswira turaban, kisha ukawa mchanga. Mmea kama huu ndugu zangu Waislamu ulikuwa ni mdogo, ukakua. Baada ya kukua ukatoa mazao, baada ya kutoa mazao ukakufa, yani ukakauka. Wataswira turaban, na kisha ukawa mchanga. Wakadhalika, na kama hivyo ibn Adam, mwanadamu, minashababi, kutoka katika ubarobaro, ila alharami, kwenda kwenye uzee. Vile vile ndugu zangu Waislamu, mwanadamu kutoka ubarobaro kwake kwenda uzeeni kwake, vile vile kama mfano wa ule mmea uliokuwa ni wenye kukua. Baada ya kukua ukazaa mazao, baada ya kuzaa ukafanya nini? Ukakufa. Kwa hiyo vile vile ndugu zangu Waislamu, mwanadamu ni kutoka barabarani mwake kwenda uzeeni mwake. Wa minasihati, na kutoka katika uzima, ila sakami, kwenda kwenye ugonjwa. Sasa uko mzima hapa, umekuja kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, umetekeleza faradhi yake. Sasa ujue kuwa wewe sasa uko mzima, utafika wakati utakuwa mgonjwa, hautaweza tena kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo muda kama huu ni lazima upatilize, ule mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio mshairi anasema, ma ahsana ta'ati li shubani fasa'u taqwa Allah ya ikhwani, si uzuri ya kumcha Mwenyezi Mungu kwa barabara, basi fanyeni haraka kwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hivi barabara, kwa nguvu zako unaweza kusali tarawih, unaweza kufunga. Kwa hiyo wakati kama huu ndio ni lazima upatilize katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, sio kwa maslahi na kupiga mazungumzo, kusengenya, kula mirungi. La, tumia wakati huu ndugu zangu Waislamu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minal-wujudi, na vile vile kutoka kupatikana, ila la adami, kwenda kwenye kukosekana. Sasa hiyo unapatikana, utafika wakati utakosekana, na kukosekana kwako ndugu zangu Waislamu ni kufa. Sasa uko mzima wewe, jua kuwa wewe utakufa. Kwa hiyo sasa unapatikana, itafika wakati wewe utakuwa ni mwenye kukosekana, na kukosekana kwako ndugu zangu Waislamu ni kufa. Kwa hiyo kile mmoja ndugu zangu Waislamu hawe na tahadhari, kwa yeye sasa hiyo anapatikana, na vile vile atakuwa yeye mwenye kupotea. Qala shairi, amesema mshairi, wa mahalatuna
isipokuwa ni hali tatu: shababun thumma shaybun thumma mautun. Mshairi, ndugu zangu Waislamu, atadharisha kuwa wama halatuna, na hazikuwa hali zetu sisi, illa thalathun, isipokuwa ni hali tatu. Hali ya kwanza, ndugu zangu Waislamu, shababun, ni ubarubaru, thumma shaybun, kisha uzee, thumma mautun, kisha kufa. Kwa hiyo hali ya kwanza ni ubarubaru. Unaambiwa ubarubaru wako sahihi ni lazima utumie vizuri, kwa sababu sahihi kuna nguvu. Na vile vile hali ya pili, thumma shaybun, kisha ni uzee. Mzee, ndugu zangu Waislamu, ni kufikisha miaka 50, 55, hapo umeingia kwenye uzee. Kwa hiyo mzee kama yule hataweza tena kufanya ibada, hata akisema na mwingine mke wake ataweza. Lakini sasa wewe uko barabara, una nguvu zako, unaweza kufanya jambo, unaweza kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, unaweza kuja kuswali tarawih, lakini mzee hawezi. Rakaa mbili tayari ameketi. Kwa nini? Amekuwa mzee. Thumma mautun, kisha ni kufa. Umetoka barabarani, umeenda kwenye uzee, kisha baada ya kwenda kwenye uzee ni kufa. Kwa hiyo sasa hivi, ndugu zangu Waislamu, kitu ukijua kuwa wewe uko barabara, baada ya kuwa barabara utakuwa mzee, na baada ya uzee utakufa. Je, ukifa, ndugu zangu Waislamu, umetanguliza nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ndio shairi anasema, walaysa lilinsani min ba'di al-ajal illa alladhi qaddamahu min al-amal, na ana mwanadamu kutoka baada ya kufa kwake isipokuwa lile ambalo amelitanguliza katika amali. Mwanadamu hana lolote baada ya kufa kwake isipokuwa ile amali yake ambayo kwamba subhanahu wa ta'ala atamfanyia, ndio itamsaidia kule baada ya kufa kwake. Ile amali kama ile Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala itamsaidia mja kama yule. Wa akhiru ma, na la mwisho ambalo yusamma almar'u, ataitwa mtu sheikha, ni uzee. Umetoka barabarani, umetoka kwenye uzee, kisha umetoka kwenye kufa. Kwa hiyo jina la mwisho ni ambalo ataitwa mtu kama yule ni uzee. Hautaitwa tena barabara, utaitwa mzee. Wayaduluhu min al-asma'i, na linalifuata hilo katika majina, majitun, maiti. Sasa hiyo itaitwa Jumaa, lakini utafika wakati wako utaitwa maiti. Kwa hiyo ni lazima, ndugu zangu Waislamu, tupatilize wakati kama huu wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhi, ndugu yangu, idha jaaka al-mautu, yatakujulia wewe mauti, la yanfauka, hakitonufaisha kwako wewe, kila ambacho jamaatahu, ulichokusanya. Ndugu zangu Waislamu, maiti, ndugu zangu Waislamu, mauti pindi atakapokujulia wewe, hakuna kitu ambacho kitakunufaisha isipokuwa ni ile amali yako ambayo kwamba umeitenda. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakukirimu nayo. Wala yunjika, na wala hakitokuokoa wewe, maktasabtahu, kile ulichokichuma. Sasa hiyo kuna watoto, uko na mali, lakini mauti pindi atakapokujulia wewe, vyote hivyo hakitokuwa ni wewe kuokoa wewe. Famhid nafsika, basi angalie nafsi yako, ndugu zangu Waislamu, kabla mufarakatika al-ahbab, kabla kufarikiana kwako na wapenzi, waljirani, na majirani, wal ashabi, na marafiki. Yaangalie nafsi yako, ndugu zangu Waislamu, muda kama huo, kabla haujaachana na wapenzi wako, mke wako, mali yako, vyote hivyo utaviacha katika ulimwengu kama huu. Kwa hiyo lazima utende amali ile ambayo itakusaidia kutoka baada ya kufa kwako. Dr. Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-mauti, wala ajizu, na mwenye kushindwa mani wala ambaye atbaa nafsahu wa hawahu wa tamanna ala Allahi al-amani.
Mtu mwerevu ni yule ambaye, ndugu zangu Waislamu, ameifatisha nafsi yake, amekurubisha nafsi yake katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wa amila lima ba'da al-mauti, na akatenda yale ambayo yatamsaidia baada ya kufa kwake. Wala ajizu, na mwenye kushindwa, mani yule ambaye atba'a nafsahu, ameifatisha nafsi yake, wa hawaha, na matamanio yake. Mwenye kushinda ni yule ambaye ameifatisha nafsi yake katika matamanio ya ulimwengu, ameghafilika kuwa yeye atarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu kama huyo hatapata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa atapata kuingia kwenye moto. Ruya ani nabii sallallahu alayhi wasallam, imepokea kutoka na Mtume sallallahu alayhi wasallam, qala, amesema, ma akthara rajulun dhikru al-mauta illa zada dhalika fi amalihi, hakufanya wingi mtu kuyakumbuka mauti, illa zada dhalika, isipokuwa linazidi kwake yeye kule kukumbuka kwako mauti yako, basi nazidi kwako wewe fi amalihi, katika kutenda matendo yake yale ambayo yatamsaidia baada ya kufa kwake. Kwa ndugu zangu Waislamu, ni lazima uketi na utafakari kuwa wewe kuna safari utaenda, na safari yenyewe ndugu zangu Waislamu ni kwenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min alamati al-mauti, na katika alama za kufa, an yakuna al-kibaru, ni kuwa mzee. Ukijiona wewe sasa umefikia miaka 50, basi jua safari yako imewadia. Maana unaambiwa katika alama za kufa ni kuwa mzee. Kwa hiyo kwa wewe ni mzee, basi tahadhari, mauti yako nyuma yako. Na usifikirie barabara ukasema mimi sijafikia miaka 50. La, mauti yakija yamekuja tu, hatakuja kwa mzee wala barabara, yatachukua. Kama qala shairu, kama alivyosema mshairi, wa kuntu amshi ala rijlaini mu'tadilan, na nilikuwa ninatembea juu ya miguu miwili, mu'tadilan, hali ya kuwa sawa sawa. Mshairi anasema alikuwa anatembea juu ya miguu miwili, hali ya kuwa yeye yuko sawa sawa, alikuwa yuko mzima, yuko na afya yake, hasa alikuwa anatembea kwa miguu miwili. Fasultu, basi nikawa amshi, natembea, ala ukhra, juu ya mguu mwingine, mina shajari, kutokana na mti. Nilikuwa yeye anatembea kwa miguu miwili, kisha baada ya kufikiria uzee akawa yeye mwenye kutembea juu ya mguu mwingine, ambao ndugu zangu Waislamu umetokana na mti. Ndio na mzee yuko na kijiti chake anatembea nacho, ameshindwa, nguvu zake hana sahihi, hasa ameongeza mguu mwingine wa tatu ili apate kusaidia hata kutembea kwake. Waqala akhar, na akasema mshauri mwingine, asbahtu shaykha, nilipokuwa alikuwa niko mzee, ara shakhsaini, inawaona watu wawili, arba'atan, kuwa ni wanne. Alipokuwa hali kwa hiyo kwa mzee, hasa watu wawili akawaongea, naona kuwa ni watu wanne. Wa shahsa, na mtu mmoja, shahsaini, anawaona kwa ni watu wawili. Lamma hadani al-kibaru, zamani ulipovunja yeye utu uzima. Kwa ndugu zangu Waislamu, sasa hivi uko na nguvu zako, jitahidi katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, maana itafikia wakati hautoweza katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo muda kama huu ndugu zangu Waislamu upatilize. Kwa hiyo machache ndugu zangu Waislamu, nitampisha ustadhi wangu Muhammad Shali ili atushereheshe katika yale ambayo nimeyazungumza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mabaa, tukiwa katika wakati huu alasiri, tulipata darasa ambayo maudhui yake yanatukumbusha sisi akhera.
Adhuhuri tulipata mawaidha au tulipata darasa ikatuhimiza katika kufanya khairi, kufanya ibada, na ikatuambia kwamba Mwenyezi Mungu alimwambia Nabii Musa kwamba mimi nimeupa umma Muhammad nuru mbili ili zipate kuwakinga na dhulumati mbili. Katika zile dhulumati ni kaburi, katika giza ni kaburi, na nuru tutaambiwa na Qur'ani. Kwa hiyo tukasema tusome sana Qur'ani. Kwa hiyo Qur'ani ndio itakuwa ni taa kwenye kaburi, na huwezi kwenda kwenye kaburi sharti ufe. Sasa maudhui haya leo ya alasiri yanakuja kutupeleka kwenda kwenye kufa, ambapo huko ukifa huko unakwenda kaburini, na huko kaburini ndio kuna giza. Je, umechukua taa aina gani? Umejiandaa na nini? Tumejiandaa vipi, mimi na wewe sote tuliko hapa? Kwa darasa leo katuhimiza kwamba ni mfano wa mmea. Sisi ni mfano wa mmea, tunakuwa alafu ule mmea utakuja, utazeeka. Ukishazeeka utakuwa ufanye tena kazi, utakatika ama utakufa. Utaliona gogo limekaa hapo linalika kidogo dogo mpaka linakuwa na mchanga kabisa. Na sisi ndio tulivyo, bimaana kwamba sote sisi tumeumbwa kutokana na mchanga na tutarudi kwenye mchanga. Nabii Adam alayhi salatu wassalam alipokuwa anataka kuumba, Mwenyezi Mungu alipokuwa anataka kuumba Nabii Adam, aliwatuma wale malaika mashuhuri waje wachukue mchanga ili apate kuumba kiumbe, kuumba khalifa ambaye ni Adam. Lakini malasafi shadidi, kila malaika aliyekuja kutaka kuchukua mchanga walikuwa wanamwambia, au udongo anamwambia, a'udhu billahi minka, mimi nataka hifadha kwako wewe, nataka hifadha kwa Mwenyezi Mungu kutokana na wewe. Basi malaika akashindwa. Lakini mwisho mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtuma Israeli alipokuja ardhi kutaka kuchukua ardhi, ikamwambia Israeli, a'udhu billahi minka, nataka hifadha Mwenyezi Mungu kutokana na wewe. Naye Israeli akamwambia, na mimi pia nataka hifadha kwa Mwenyezi Mungu kutokana na wewe. Mungu kanituma nichukue, alafu wewe mimi si kuchukua, amina kuchukua hivyo. Mwenyezi Mungu akaona hapa, huyo ndio atakuwa askari, atakuwa mwenye kumiliki kuchukua mauti. Baada ya kuwa nishauumba huyu binadamu, nenda kachukue roho, basi yeye ndiye atakayekuwa na nguvu na uhodari na ujasiri wa kuchukua ile roho. Akachukua udongo, ule udongo Mwenyezi Mungu akaanza kutengeneza, kufinyanga, ukawa ni udongo, maji tu, kwa muda wa miaka 40. Kisha udongo ule akaweka kwenye jua, ukawa ni mkavu kwa miaka 40. Kisha ukatengenezwa juta kama kisanamu vile kwa muda wa miaka 43 hizo, ikawa jumla yote ni miaka mingapi? Ni miaka 120. Miaka 120. Wakati ni juta limewekwa, Ibilisi alikuwa akiingia kwenye pua kwa Adam. Wakati ni juta limewekwa, limeanikwa baina ya Maka na Taif, likawa linaingia, linatoka mdomoni, linaingia mdomoni, linatoka kwa nyuma, linaingia mdomoni, linatoka katika tupa mbele, akiwa malaika. Kiumbe hiki si chochote, si lolote, si chochote. Miaka 140. Kisha Mwenyezi Mungu ndo akatia roho. Alipotia roho ikawa ni miaka 140 na 120, na ndio asili ya kutoka kwenye udongo 140. Mwenyezi Mungu akafanya ufikisha mwingine, ikawa si kuumba tena kwa udongo, ni kuumba kwa udongo kupitia manii, akawa ni manii. Mwanamume anapomwingilia mwanamke linakuwa ni tone la maji kwa muda wa siku 40. 40 ile
ni tone la maji ya manii iliyochanganyikana, manii ya mwanamume na manii ya mwanamke. Kisha baada ya siku 40 linakuwa ni pande la damu. Baada ya 40 nyingine linakuwa ni pande la nyama ambalo limeshakiliwa mtu. Ukipata kuona mwanamke ambaye ameharibu mimba, katoka kipande cha nyama, utakuta kuna kichwa, kuna mikono, kuna nini, kuna mdomo. Sasa ile tayari ikifika siku 120 ndio Mwenyezi Mungu anamtuma malaika yule anakwenda kuvivia roho. Wakati anapovivia roho tu, basi mwanamke pale ndio tayari anapochuka roho. Kishatiwa ile, basi akitiwa roho tu tayari utakuta mwanamke anaanza kusikia vibaya, kutapika, kufanyaje. Ndio Mwenyezi Mungu akasema tumemhusia mwanadamu kuwatendea wema wazazi wawili. Mama ambaye amebeba uzito wake kwa taabu baada ya taabu, shida kwa shida, dhiki kwa dhiki, maana ndio hiyo sasa 120. Na anapokufa mwanadamu yule, anapozaliwa mwanadamu yule, akifika miaka 40 anatakiwa aachane na mambo yote machafu, aachane na vitu vyote vibaya, kwa sababu umeshafika miaka 40. Umshukuru Mwenyezi Mungu, uombe Mungu wazazi. Wewe hapo umepata bahati kufika miaka 40, shukuru sana. Na 40 ile atakapokufa, ikifika 40 nyingine, wakati wa kaburini, huwa hizi nyama zote zimechakaa. 40 ndio hiyo 40, watu wakaeka 40 kwa kuwa nyama zimelika, zimekalika kwa mchanga, kwa wadudu pia umelika. Basi inasemekana yule maiti pale anapewa adhabu, yuko katika mtihani. Ndio baadhi ya mashehe wakasema wafanyie dua walioko kule, ili ile adhabu hiyo ipate kuwa hafifu. Ndio tunasikia kwamba kuna 40. Kwa hiyo 40 hiyo asili yake imetoka kwenye hiyo 40, miaka 40 kwa Adamu alayhi salatu wasallam, ikatoka kwa Adamu ikaja kwetu, ikawa ni 40 tone la maji la manii, 40 tone la damu, pande la damu 40, pande la nyama 40, kuchua roho 40, namna hiyo mpaka kukamilika umbo na kuzaliwa wewe mwanadamu. Kwa hiyo wewe mwanadamu, usibabaike, usihadalike na huu ulimwengu. Kumbuka asili yako. Wewe ni kama mfano wa mmea, tumetokana na ardhi. Kulingana na hizi aya mbili zilizosoma na mwanafunzi wetu, ni kwamba hapa duniani mfano wako wewe ni mfano wa mmea. Kila utakapokwenda utaona mti, basi ule mti ujue mwisho wake utakufa. Kwa hiyo ule mti ni kioo chako wewe, na mimi hali kadhalika nitakufa, nitaanguka, nitaingia kwenye mchanga, nitaoza. Je, nimejiandaa na nini? Akaendelea katika darasa hili akasema kwamba kukupa ishara kwamba ukishafika uzee mtu utakuwa hivi sasa wewe ni barobaro. Hazikuwa hali zetu isipokuwa ni tatu: ni shabab, barobaro watembea miguu yako na nguvu zako, uhitaji kitu. Alafu shehe, kisha uzee inakuwa unakuja na mambo yake, ugonjwa, maradhi, mvi, nini, ushike bakora. Sasa huwezi tena kutembea na bakora, ndio uzee uaja. Hata mtume mmoja yasemekana alimwambia Israeli, siku ikifika kuja kuchukua roho yangu uniletee salamu, uje nipe habari na mapema. Israeli alipofika kutaka kuchukua roho yake, alimwambia yule nabii, umekuja kumchukua au umekuja kumtembelea? Israeli akamwambia, nimekuja kukuchukua. Tuliahidiana mimi na wewe uniletee salamu kwanza kabla uje kumchukua. Hapa kwa nini nimekuletea salamu? Nimekuletea wajumbe watatu. Ulikuwa bado tu wewe, ujumbe gani? Ujumbe kwanza ulikuwa na nguvu zako, sasa ziko wapi nguvu zako? Bado tu hujashtuka. Nimekuletea wewe, ulikuwa mzee, ulikuwa na nywele zako nyeusi, sasa kichwa chote kimekuwa na mvi. Wewe ni ujumbe wa pili, bado hujapata tu ujumbe. Sasa wewe ulikuwa ni mdogo, sasa ushakuwa mzee kabisa, uweza hata kutembea. Bado tu kuletea ujumbe upi? Nimekuja kuchukua tu. Sasa yote haya tunakumbushwa sisi watu wa akhiri zamani, ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili tupate kuingia peponi.
ikhwatal iman. Katika faida ya darasa ni kuuliza maswali, na wakati huu nao vile vile tuulizeni maswali tupate kuelimika zaidi. Mwenye swali aulize maswali matatu tu inshallah. Bismillah. Kwa swali hakuna, ina maana darasa imeeleweka, imefahamika vizuri, imetosheleza mpaka watu wameelewa, hawana cha kuuliza, wamebaki kupigwa na kutaa. Kumbe kuna kufa, kuna kufa. Kama tulivyoambiwa, basi kuna giza huko kaburini, na taa yake ni kusoma Qur'ani. Wakati ukilazwa pale kaburini, ile kaburi yenyewe itasema, Mtume anatuambia ile kaburi itasema kwamba Muhammad, ulikuwa ukitembea juu ya gongo wangu, ulikuwa ukitembea na majivuno, kifua mbele, leo umefika kwangu. Itasema ile ardhi maneno yake, lakini Mtume anasema ikiwa yule mtu ni waheri, basi ataiambia ile ardhi, je, waonaje kama mimi kazi yangu ilikuwa naamrisha mema na nakataza maovu, utanifanya nini? Jibu moja tu, waonaje kama mimi nilikuwa kazi yangu naamrisha mema na nakataza maovu, utanifanya nini? Basi ile ardhi, Mtume anasema itakuwa makini, itakuwa nyonge, itageuka, itakuwa rangi ya kijani, na ndio itakuwa ni bustani la pepo linaanza hapo. Kwa hiyo kaburi ni shimo katika mashimo ya motoni na ni bustani katika bustani ya peponi. Tuulizeni swali chao. Kwa swali hakuna swali, darasa imeleka, tutachaliwa tu basi. Rabbana fa'alna bima lamtana rabbil alim alladhi yafa'una rabbi fa'dina wa fa'di ahlana wa karamatin lana fi dinina ma'alil qadr munta wa dhaka rabbi wafiqna wa wafiqum lima tartadin qawlan wa fi'la karamat warzuqul kula halala daima wa akhilla atqiya ulama nahadha bil khair wa nufa kulla shar rabbana aslih lana kulla shu'un wa aqirra bir ridha min qaluyun wa qadha anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manu wa ghafir istur anta akraman satar wa salatu Allahi taghsha al-Mustafa man ila al-haqi da'ana wal wafa bi kitabi fihi lin-nasi shifa wa ala al-ali al-kirami shurafa wa ala as-sahbi al-masabi al-urra alima sirri wa akhfa mustajiba da'awati rabbi fahimna uluma rasulillah wa halul anna al-mushkilati man haza al-ilma wa dhakarahu salahati dunyahu wa akhiratuhu fa'adim lil-ilmi mudhakaratan fahayatul ilmi mudhakaratan wa hayatul qalbi majalisuhu wa kharabul qalbi muhajaratuhu wa yamutul ilmu idhan darasati wa afati fin nasi mudarasatuhu wa miyahul ilmi bihan tafa'ati niranul jahannam
كتابتهم وردت بدم شهداء موزنة والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتوبتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدين وقنا عذاب القبر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.